Eti. Na tena ni ahadi. Ni kuangalia divertisement. Pamoja na biashara, mambo yanayosemwa yanaleta faida. Mtu ambaye bado hajafanya subscribe, na yeye angekuwa wa kwanza kufanya subscribe kwenye chaneli hii. Na nikuambie kuwa chaneli hii inakusaidia kwa njia ya kufikiri vizuri kuhusu mambo, unafunguka akili. Si akili tu, ni yale ya mfukoni, tunasimamia mfuko wetu au namna ya kuilinda. Unajikuta tunaishi kwa furaha, hakuna mambo yanayoendelea kukusumbua akili kila wakati. Lakini sikia, leo hatutachelewa. Ngoja nikuambie haraka, nisikuzungushe. Tunaenda kuangalia dalili 10. Unaona jinsi kijana anavyokuwa, jinsi msichana anavyokuwa, jinsia ya kike. Nyinyi wavulana, hasa wale wa jinsia kubwa, na nyinyi wengine mnaotufuata sehemu zenu popote mlipo. Unajikuta unaharibu mapenzi yako na msichana wako au mwingine. Na hata wewe mwenyewe unajisababishia usumbufu. Ndiyo tunaita kujidhalilisha. Dalili basi 10 zinazoonyesha kuwa msichana hakupendi. Sio kwa sababu ya mtu wa tatu. Hakupendi, lakini wewe unaendelea kudhihirisha kuwa sikia maneno. Tuanze. Anasema, je, kumfuatilia msichana asiyekutaka ndiyo kitu hicho ambacho wavulana mnafanya siku zote? Hasa wavulana mnaona msichana ni mrembo, au watu wote yule mrembo si kiumbe mwenye moyo mzuri ambaye amelelewa vizuri. Anasema wavulana wanaanza kuchanganyikiwa haraka, wanaanza kumsumbua, wanajitahidi sana kumfikia. Huyu mtu anayefanya hivi labda ni msichana wa biahi sana, kama mfano wa uzuri au ugumu. Kwa sababu mtoto msichana kuonyesha hana moyo mbaya ni jambo lingine, jinsi anavyoweza kuanza kufikiria kuwa yeye amekupenda, yeye amekusumbukia sikiwa unamsumbua. Hapo wavulana wetu wanauliza, katikati ya kujidhamini, katikati ya kujifunza kujipenda. Hilo swali tunaliuliza. Kumwona msichana anaonyesha kuwa ni kiumbe mzuri sana au amekuheshimu, haimaanishi kuwa amekupenda. Msijaribu kujipatia matumaini kwa sababu ya moyo mzuri na sura nzuri anayo. Anasema vitu hivyo mnavyofanya havina uzito. Sio. Kwa sababu msichana alilelewa vizuri, haimaanishi kuwa anakutaka. Anasema kinachomfedhehesha kijana sana ni jinsi anavyoonekana kwa msichana. Lakini msichana yeye unayemsumbua yupo tulivu kwa sababu amelelewa vizuri, anazungumza na anaweza kucheka tu. Anasema unamfuatilia sana, kijana unakuwa unajitesa. Anasema ndiyo kitu kinachomsumbua kijana sana, kumfuatilia. Anasema unamkimbiza sana na hali hakutaki. Kumbuka, anasimulia, na kumbuka mimi mwenyewe mambo niliyowahi kupitia. Anasema kuna wakati nilimfuatilia msichana niliyemtaka sana. Lakini msichana hakunitaka. Anasema msichana alitamani niongee naye, lakini kama rafiki. Anasema mimi nilitamani kumwambia moyo wangu wote. Wakati huo nilikuwa mpumbavu sana. Unasikiliza hadithi yangu? Anasema nilikuwa mpumbavu. Niliporudisha nyuma kwa kufikiri, nikaona kwa msichana kama watano bado nilikuwa na dalili hizo nyingi nilizokuwa nikiona za kutotakwa. Anasema dalili zangu niliziona sasa, ndipo nilipoona kuwa hakunipenda wakati huo. Lakini wakati huo nilizichanganya. Na wewe unayesikiliza sasa, unaweza kuwa unamkimbiza msichana wako. Labda ameuliza umwache na unakubali sasa. Lakini tena, unaona dalili kuwa hakukutaka tangu mwanzo, lakini wakati mmoja utakuja kutafakari nyuma ya maneno unayotuambia. Utaona wakati huu ulikuwa unajitesa kwa ajili ya mtu mwingine. Sikia, huyo msichana hakuwa anakupenda. Ungempa nafasi angekuacha haraka. Ataishia kuona kuwa amekataa kuwa nawe, na marafiki zake wanakucheka na kudhihaki. Na wao wanakuwa wanaona unaonewa. Hapo, unakuwa unachukuliwa kama kitu cha dharau, cha kusikitisha. Hawakuheshimu. Kwa maneno tunayokuambia. Sitaki tufuate chaneli yetu ukawa unachukuliwa hivyo au unadhalilishwa. Kwa sababu unamkimbiza mtu na hali hakutaki. Lakini wewe huoni. Unaweza kuona dalili hizo zinaonyesha ugumu wake kila wakati. Anaweza kuogopa kusema wazi. Lakini hizi dalili 10 zinaonyesha kuwa msichana ambaye yuko na mtu mwingine, labda anaongea naye au wamependana. Huyo msichana anaweza kuwa yule mtu ambaye alifanya hivyo hata wakati hakupendi. Leo unaenda kuangalia dalili hizi 10 zinazoonyesha kuwa hakupendi. Sio?
Dalili 10 zinazoonyesha kuwa msichana hakupendi. Dalili ya kwanza, pili, kwa jinsi alivyosema unaweza kuangalia mengi unayofanya wewe. Lakini kama ni hivyo vitu vingi unayofanya ya marafiki zake si yanakuchanganya Lakini ndiyo maana na kuambia kuwa hivi vina uzito, sikia, vipokee, usiviache kwa sababu unafikiri hicho ndicho kitakufaidisha. Mwishowe utaishia kuonekana wa kawaida tu na wanawake wengine pia hawatajali. Sio? Ya kwanza. Au dalili ya kwanza inayoonyesha kuwa msichana hakutaki. Huyo msichana, hata kama ulikuwa unamwandikia mesage nyingi usiku ambazo yeye anakuandikia ni chache. Maneno tuliyoanza nayo. Anasema wasichana kwa kawaida wana kipaji cha kuongea sana, wana uwezo wa kuongea sana. Ni jambo ambalo msichana anaweza kunyamaza. Haijalishi, tunarudia, msichana anaweza kunyamaza. Akikupenda kweli atazungumza sana. Kwa kweli, msichana anapoongea na wewe sana au akizungumza sana, haimaanishi kuwa yeye ameanza kuwa wako, ndiye ameanza kuwa msichana wako, ameanza kuwa wako. Hayo mambo ndiyo. Huyo msichana labda anaongea sana na mwingine. Lakini kwako inaonyesha kuwa wewe ni mtu wa chini sana. Kwenye orodha ya watu wanaomchumbia huyo msichana. Unapoongea maneno mengi, kama unamwandikia msichana zaidi ya jinsi yeye anavyokujibu, hiyo haimaanishi kuwa yeye pia ni msichana wako au kuwa tayari amekubali kabisa. Hiyo ndiyo dalili inayoonyesha kuwa wewe ni wa chini sana. Kwenye orodha ya wavulana wote wanaomchumbia huyo msichana. Hii si heshima kwako, hupaswi kumwandikia au kuongea maneno mengi kumshinda msichana anavyokujibu. Kama unatumia nguvu nyingi kwa mazungumzo kama haya na msichana, inaonyesha kuwa anaweza kuwa hajapendezwa nawe na hakupendi. Na hali wewe unampenda. Je, wewe unafikiri kuwa wewe ndiye mtu pekee anayeongea naye? Ulikuwa mpumbavu. Kama unafikiri unaongea naye maneno mengi na anakujibu, kama umehakikishiwa kuwa msichana unayempenda ndiye mtu pekee anayeongea naye, wewe ni mpumbavu. Sikia. Huyo msichana ambaye unaongea naye maneno mengi na unamwandikia sana na hali hakujibu, unaweza kuwa kwenye orodha ya wanaume 3 au 5 au 6, au uko chini sana. Au unarudi nyuma sana hasa, au kwenye hiyo orodha ya watu mnaochumbiana naye, wewe ndiye wa chini zaidi kuliko wengine. Kwa sababu kama unashika simu unamwandikia maneno mengi, anajibu maneno mafupi, ujue kuwa huyo msichana anakuona kama mtu wa chini sana kwenye orodha ya wanaume wanaomtaka. Na huna bahati kubwa ya kumpata. Wasichana wanapenda kuandika vitu vingi wanapoandikia wavulana wanaowataka. Na kwa kweli wasichana hawawezi kusema wazi, moyo unakuwa unafanya wanakuwa na shauku, hawawezi kukuambia. Watakuambia mtu unayetaka usiyekuwa naye. Kama wewe unamwandikia na unaona anajibu kwa kifupi, au unaandika vitu vingi na yeye anaandika majibu mafupi. Na ujue kuwa msichana kama huyu ambaye hakutaki, labda kuna mtu mwingine anayemwandikia vitu vingi na yeye anamjibu huyo mwingine kwa shauku. Dalili ni kuwa unamwandikia maneno mengi na yeye anakuandikia maneno mafupi. Sikia, hata kama ni emoji au vitu vifupi visivyo na maana, ujue kuwa anataka kufunga mazungumzo. Kama unaona hataki kusikiliza vitu unavyomwambia, huyo msichana hakupendi. Dalili ya pili, msichana anayeongea kuhusu wanaume wengine. Anaweza kuwa anaongea kuhusu watu walio karibu naye, labda mnakaa pamoja. Anaweza kuwa anaongea kuwa ni wavulana ambao anawafuata sana, anataja msanii au mwanasiasa, anataja watu wengine. Au anaongea kuhusu wapinzani wako. Au kuhusu wanaume wamewahi kuwakataa au wamewahi kuwapenda. Anaweza kukuongelea wavulana wengine ambao mko nao pamoja mnayemfahamu. Hicho ni kitu cha kawaida kwa mtu asiyekupenda kwa mwanaume yeyote. Huyo msichana hata yeye hakupenda. Ungempa nafasi angekuacha, usiendelee kufikiria. Kumbuka, hata kama ni ndoto, ujue huyo msichana anapaswa kuhesabiwa miongoni mwa wengine barabarani. Ndio tunavyokuambia hapa. Huyo msichana anakuzungumzia wavulana, anakuambia angalia kwa macho. Huyu mtu anayejua kutongoza kwa vitu vidogo vidogo, anayejua kukuambia labda yule mwingine ana pesa nyingi, wengine wako vizuri. Huyo msichana muone kama anazungumzia mambo ya kawaida. Mwache. Usijidanganye. Watakucheka.
Watakuita kuwa umekuwa Twende ya tatu. Dalili ya tatu, yu msichana anayejificha asiye yeye, au anayejaribu kuficha ukweli. Huyo msichana amekukataa, lakini anaficha. Anaficha hata kama ana mtu mwingine wanapendana. Au anajifanya alikuwa amelala, uliyemtumia mesage nyingi, anakuja kukuambia jana nililala sana, nilikuwa nimechoka sana. Na anajifanya kuwa ni kitu ambacho mtu angefaa kukiepuka, visingizio kama hivyo. Huyo msichana hakupendi. Wasichana wana tabia ya kujaribu kufanya kukusumbua. Wanaepuka mesage kwa kujitetea, sijaiona, sikuwa na fedha ya mtandao. Mimi ni mtu ambaye wameniepuka mwenyewe. Lugha sio wazi hapa, lakini maana ni anatoa visingizio. Huyo msichana labda hakupendi. Wanakataa jinsi wanavyojibu. Ujue wasichana hawajui kujibu wazi kuwa hakupendi. Hawawezi kukuambia wazi kuwa hamko pamoja, ana mpenzi mwingine. Anajaribu kuficha kwako anataka usijue. Lakini kwa kweli hakupendi. Sikia. Kuna sababu. Kuna sababu wanasema kuwa mwanamke, wanasema ni wanawake wana udhaifu wa kudanganya lakini haijazungumzwa sana katika jamii. Inapaswa kuwa kama tunazungumzia nje, haijazungumzwa sana. Kwa sababu hata wanaume wanadanganya, na hata zaidi wanadanganya. Huyu msichana hakupendi, anaficha hata kama alikuwa na shughuli nyingi. Lakini anakuepuka. Mara kwa mara anasema labda mtafaa kukutana, nitaangalia kama nina muda wangu. Nitaangalia kama nitakuwa na muda. Vitu hivyo msichana anayekupenda havifanyi, lakini mtu ambaye hakupendi anavifanya. Kuanzia pale anapoanza kusema nitaangalia kama nina muda au kitu kama hicho, msichana hakutaki. Sio. Hatuashirii kuwa msichana hana kazi au ana mambo mengine ya kufanya. Lakini ujue kuwa mwanaume anayependwa au mwanaume anayetakiwa, mwanaume mwenye dhamani unayekuwa naye, ni mwanaume ambaye msichana amempenda mwenyewe kwa dhati. Kama unamwandikia msichana unayempenda na yeye anaomba mkutane, msichana angekuja haraka hata kama alikuwa na shughuli nyingine muhimu ilikuwa imetokea. Angependa kuahirisha vingine na kusema siwezi kuacha kwenda kukutana na huyu mtu, kwa sababu anakutaka. Msichana anapokutaka, kama alikuwa na ratiba nyingine, anaiacha. Hiyo ndiyo. Huyo msichana hawezi kukuona kama mwanaume anayemtaka au mwanaume mwenye dhamani. Atakuja wakati anataka tu, labda angekuja kukutana na wewe au kukuambia ratiba. Haiwezekani kama anakupenda kweli. Na wewe unayemwambia sasa tukutane au inionane, na unaona anakuepuka, anakuambia nina ratiba zangu, nitakuambia baadaye. Huyo mtu ni nani kwako? Unajilinganisha na nani jamani, na wengine? Sio. Dalili ya 4, msichana ambaye haulizi kuhusu maisha yako kabisa. Unasema yuko ndani ya moyo, anasema haya maisha yanayofanya mtu kuwa nawe. Sio wazi. Huyu ni mtu hajali mambo yako. Msichana anayekupenda atataka kujua vizuri, anapokupenda kwa dhati. Ataona nani ni nani kwenye familia yangu, ninajua nani. Anauliza, anaona. Unamweleza labda mambo yako, marafiki zako, jinsi unavyopendwa, ni jambo lingine atalipenda. Hayo mambo yanayofanya yeye ajitahidi sana. Ndiyo, hajali. Huyo msichana tena anasema ana udadisi wa kwenda kuuliza kuhusu maisha yako kabisa ili udadisi wake upate majibu. Anapaswa kuuliza maswali mengi. Hiyo inaonyesha kuwa msichana hakujali hata kidogo. Kwani hawaulizi sana. Wengine wanapoongea na wasichana, wanaume wengine wanakuwa wanajitahidi wenyewe. Acha kumfuatilia msichana unayemfanyia vizuri hivi. Msichana hawezi kuuliza mambo yako. Anapaswa kuuliza kuhusu maisha yako, kukuuliza nani ni nani? Familia yako, nani ni nani? Unajua nani kwenye familia yako? Unamwambia kuhusu maisha yako kabisa na mtu mwingine anamjibu. Sio wazi. Na unaona msichana anaongea na watu wengine wanaongea kuhusu mambo yao kwa furaha. Msichana hajapendezwa na hakutaki. Msichana anapokupenda anauliza. Anapaswa kuuliza. Anataka kujua vingi. Sio. Msichana ambaye haulizi maswali yako.
Zaidi ya hayo, unapojibu, tunachukulia watu wote wanaandikiana. Huyo msichana hatawahi kuwa karibu nawe, hataitwa rafiki, hatawahi kuwa karibu nawe kiundani. Ndiye mnayeongea naye kila siku. Wewe kijana unayejitahidi kwa ajili ya ona, msichana anasema tunaongea tu, hatuongei mambo mazito. Hiyo ndiyo. Huyu ambaye unamfanyia vizuri unakuta yeye anajitahidi kujiepusha kuangalia hicho. Basi msichana anayekupenda au anayekutaka anataka kukujua vizuri. Msichana anapokutaka hatakuwa anakustalk, anataka kujua yako unayopost, anataka kujua mambo yako binafsi. Au anauliza marafiki zake wasichana, sina habari za huyu mtu niliyekuambia. Anauliza ili ajue mambo yako binafsi. Hicho ndicho, unapokutana na dalili hizi, wewe ni mtu ambaye unajaribu kuuliza mengine na unamjibu na unaona hicho ndicho kitu kinachomvutia. Unaona anataka kujua. Kwa sababu wanasema hatuna ratiba naye au si mtu ambaye tuna mipango naye. Anajizuia kuuliza mengi kuhusu wewe. Wanataka yule aliyepita anaenda akisema yule alikula pesa zangu. Kuna wengine wanajiuliza na pia wanajibiwa. Dalili ya 5, msichana tena anaendelea kukataa kukutana na kukataa tena. Anachelewesha ratiba, anarudia visingizio mara kwa mara. Anarudia. Huyu msichana anachelewesha kweli, au utaona au kama alikuwa na ratiba nyingine kwa mtu anayempa ratiba na huyo kumkataa anakuambia haiwezekani, sijaona hivyo. Huyo msichana ambaye ana ratiba zisizo za kweli mara kwa mara, labda kuna mambo mengine ndani ya maisha yake. Anachelewesha, labda anakudharau. Kuna vitu vya kawaida, unaweza kuwa anafanya kazi. Ana kazi nyingi. Lakini anapoanza kukataa ratiba, unaona jinsi gani? Msichana anapokataa ratiba mara kwa mara. Kwa mtu wako anayekupenda, kama wako pamoja, wanazungumza na wanafurahia. Aliomba msamaha kwa kukataa jinsi alivyotenda. Aliomba msamaha kwa kuchelewesha. Au aliahidi kukutana baadaye kuelezea kuwa amebadili ratiba ya mchana. Labda anaongea jinsi alivyotoka kwenye ratiba hizo. Au nyingine mpya, amekataa kukutana na huyu wewe mara kwa mara, anachelewesha. Hayo pia ni dalili. Kama unaendelea kuona ratiba yake anabadili ratiba nyingine, hayo mambo yanaendelea kuwa hivyo. Ndiyo. Hicho. Ukiongea naye anaweza kukataa ratiba na unaona ameomba msamaha. Lakini maneno hayo ya kusema sasa tutaonana lini, hicho ndicho kitakachokufanya useme kuwa msichana naye ananichagua, anapima. Mimi nita Kwa kijana wako anayejitahidi ndio wanamsumbua. Je, msichana huwaheshimu wavulana? Hilo swali ndilo tunalojiuliza. Msichana ambaye hataomba msamaha baadaye kukuambia ujue ni hivyo. Anakukataa ratiba hayo yaliyotokea. Kweli acha kumfuatilia kwa nini? Kwa sababu hajali. Huyo msichana hakutaki. Anasema visingizio kuwa anakataa ratiba na anakukataa kabisa, labda ni kwa makusudi. Unajua haya ni mambo yasiyoisha. Dalili ya 6, msichana yuko kwenye simu au yuko na wewe anatumia simu. Kama uko na msichana mmeza pamoja na unaona anakuwa sana kwenye simu, hiyo ndiyo ujue hayo mambo. Mko pamoja na msichana yuko kwenye simu. Unamuona, unaweza kuona kuwa ana vitu vingi binafsi kwenye simu yake. Au unafikiri msichana anafanya nini anapokuwa sana kwenye simu, anatumia wapi? Hayo si hivyo. Msichana anakuwa anawaangalia watu wengine kwenye mitandao ya kijamii. Au anakuwa anaandikiana na mwanaume mwingine ambaye anampenda sana. Hicho kitu basi, kwa mwanaume unapokuwa na msichana na unaona kila wakati anakuwa kwenye simu, unajaribu yuko kwenye simu. Hutaki uelewe kinachoendelea kwenye simu yake. Hapo utakuwa mwanaume anayepuuzwa. Utapata nafasi yoyote kwake? Tuende wapi? Dalili ya 7, msichana anakupa muda hata mahali mlipokutana anaweza kukuambia katikati, anapanga tukutane karibu na hapa.
Labda karibu na kazi yake au nyumbani kwake. Au unaona anakutaka, labda anategemea umlipie. Sio wazi sana. Msichana asiyekutaka anakuambia, tukutane karibu nami sana. Au ukienda huko usinisumbue. Anataka uende hapa. Yeye alienda naye. Sio wazi. Hapo unakuwa mwanaume jinsi unavyokuwa. Msichana anapochagua, ndio anapochagua mwanaume wanayempendana. Msichana anakuwa na mipango mingi kwa sababu wako vizuri na watu wengine wako vizuri. Sasa msichana anapoona amemwona kama mwanaume anayemtaka. Wana mipango mingi, mambo yao hayamsumbui. Kila siku ana chaguzi nyingine. Anajiuliza, huyu au huyu. Ana mipango mingi. Wanawachagua. Chaguo la kwanza. Na wewe hutachaguliwa ikiwa uko nafasi ya pili. Hajali tena kitu kingine. Kuna wavulana wengine wamefanya kama wewe. Tunaenda kuongea. Kuna wavulana wengine wamefanya. Msichana anawafuata au wanawafuata. Hiyo haikuwa kwenye orodha ya kwanza ya mambo ya kwanza. Anauliza kukuweka kwenye ratiba yake. Anasema, tuna muda wa kwenda kukutana na anayenitaka. Labda ni kweli kama unaelewa vizuri. Uko kwenye nafasi nyingine, hajali tena. Msichana huyo alikuwa na mipango mingi, hakujali. Mkiwa mnaongea kumwambia tuwe na muda wa kusalimiana. Tulikutana karibu na hapa. Unapoona anataka kukuambia umnunulie vitu na wewe unataka kukubali. Mwanaume anayefuatwa labda si wewe. Amevutiwa naye au yuko kwenye orodha ya kwanza. Huyu msichana anakataa ratiba na kwenda na anayemtaka. Unarudia tena kumfuata. Huyo mtu mwingine anayemfuata hamwambii inakupenda. Au ana sababu nyingine ya kuondoka na mwingine. Anasema msichana, basi unamwambia yuko na mwingine ambaye amevutiwa naye. Msichana wako anayekupenda, msichana ambaye unamwambia umekutana naye. Msichana anayekupenda atafanya juhudi. Atangoja, atakuangalia kwa shauku. Ukimnunulia vitu, labda unamnunulia mwanaume mwingine. Msichana anapoenda kwenda kukutana nawe unayempenda, anataka kuvutiwa kufurahia. Kwako haikuwa hivyo. Basi nyinyi tulieni, tokeni ndani yake katika hali hiyo. Kama uko wa kwanza kabisa kwa umuhimu kwa msichana, hicho kitu kitaonyesha. Lakini huyu unaweza kuona anasema, acha niende nifanye vizuri na huyo mwingine. Kadri unavyoendelea kujitahidi kwa bure. Kuna sababu mnaomba mapenzi. Wanataka wako na marafiki wanasema kujifanya kwa bure. Unataka kujidhalilisha wewe kwa msichana asiyekupenda. Jinsi unavyompenda wewe. Hiyo upendo huoni kwake. Dalili ya 8, msichana ambaye hataki muwe pamoja pekee yenu wawili. Huyo msichana basi hakutaki. Hakupendi. Msichana anayekupenda atataka tukutane wawili pekee mara kwa mara, au utakuja kwangu tuwe wawili. Tuongee wawili. Kujibu maswali. Msichana hataki kukutana na wewe pekee. Tunaenda na wengine. Msije mkafurahia. Huyo msichana basi asiyetaka muwe wawili kuongea. Zaidi ya kuwa wewe na yeye wawili anaongeza na marafiki wengine. Hicho kitu kinaonyesha wazi. Kama msichana unayemwambia mkutane na unaona anakuja na marafiki zake. Wako wengi. Anakuja na watu wengine. Mtu hakutaki. Huyu msichana labda anafanya hivi kwa makusudi. Unaweza kujiuliza. Na unaona matatizo gani kwake kwa kumfuata? Kwa sababu wanawake wanapenda kuwa pamoja na mwanaume ambaye wamependezwa naye wawili pekee. Hayo mambo wanayapenda. Kuwahi mkiwa wawili wanakuwa na furaha kubwa. Watu wawili wanapendana wakiwa wawili. Kama msichana unamwambia mkutane na anakuambia tutakuwa pekee, au njoo na marafiki zangu marafiki zetu. Unaona wawili mkiwa tu anataka kuonana na wengine. Kuna wengine wengi.
Anahisi kuwa mkikutana wawili tu, kutakuwa na matatizo na wengine. Msichana hataki kwenda kukutana na wavulana wanaomtaka. Badala yake anakutana na mwanaume anayempenda mwenyewe au anapenda kuwa na wengine maarufu wanaovutia. Walipoonana wawili walifanya hataki kusema kuwa wewe ni mtu wake. Wapi? Wasichana kitu cha kwanza wanachopenda ni kuwa na wavulana wanaowapenda wao wenyewe kiukweli. Dalili ya 9, msichana tena anasema tuende nje, na unaona anasita, anashtuka na wazo. Anafanya vitu kama kazi. Unamwambia msichana njoo tuende nje, au njoo mahali fulani tukutane tuende nje, na unaona anachukulia kama kazi, anachelewesha. Hiyo inakusumbua. Msichana anayekupenda anatamani kukutana na wewe sana, hasa kwa sababu msichana anapovutiwa na wewe kila wakati anataka kwenda, anajifanya tuende nje, tuwe pamoja. Hapo unaona msichana anayekupenda. Unapomwambia tuende nje na unaona anachelewesha, unajua kuwa hakutaki. Au unaona hajali, hakuambii tutaangalia baadaye, unaona amepuuza. Anakufanya ujiulize maswali mengi. Msichana huyu ni nani kwako? Kwa kujidhalilisha unaendelea kumfuata. Hapana. Wanawake. Mwanaume. Mwanaume anayetafuta anapoomba tuende nje, msichana hicho ndicho kitu kinachomfurahisha sana. Ongeza hadi 10. Haya ndiyo mambo msichana anayapenda. Anasema haya maisha, mtu akiniomba tuende nje, nitakwenda naye tuende nje. Haya mambo yanawafurahisha wasichana. Wewe unakuwa na unaona unaona dalili vizuri kabisa. Huyo msichana alikuwa amependezwa na wengine. Okay. Na kuku. Nyinyi mko kwenye uhusiano. Muheshimiane. 10. Ndiyo. Inawezekana. Anaweza kukubali kwenda nje lakini hajapendezwa. Hiyo pia angalia. Lakini msichana asiyekupenda anaweza kukubali kwenda nje, lakini wewe unamshawishi kwenda nje na unaona anasita. Labda anaenda kwa sababu, labda kwa pesa, labda amekopesha mahali fulani anataka kulipa au labda hajali kukupa Acha kuyajali hayo. Msihangaike na msichana huyu. Kitu ambacho msimwache la kukatishe tamaa. Msimwache. Utakuwa na furaha. Kwa sasa acha kumfuata huyu. Kurudi nyuma, basi msichana akijua nani wa kumalizia vizuri naye. Ndani yake anasema hana muda na wewe. Dalili ya 10. Au hataki kuendelea kujua. Wasichana ni watu wanapenda kuguswa kwa upendo na mtu, wanajisikia vizuri katika maisha yao. Sikia maneno. Msichana hatakubali kuguswa na mtu asiyempenda. Unaona anajiepusha, huyo ni msichana hakupendi. Kwa sababu msichana kitu cha kwanza kinachomfurahisha ni kuwa na mwanaume anayempenda na ambaye amevutiwa naye. Hiyo ni tu kwa mguso wa kimapenzi. Kila msichana. Hayo mambo mtu anayehisi upendo na wewe unayempenda sana huwa hivyo. Hicho tena hapo. Unapojaribu kumgusa msichana usiyempenda hakupendi. Unakwenda kumfanya nini? Labda utakuwa na uhakika wa kukataliwa. Labda atajiepusha kwa uhakika. Labda wamemtongoza sana. Basi kama unajaribu kumgusa msichana na unaona hataki kuguswa, anasema sijajisikia vizuri, nilikuwa naumwa. Hiyo au kingine chochote. Hajisikii vizuri na wewe. Msichana hakupendi. Sikia. Vitu vingine, mambo mengi unaweza kufanya. Wote wawili mkiwa pamoja. Hajali mguso wako. Wapi? Kwa nini? Sisi sote tunajua katika maisha yetu, wavulana na wasichana, kuwa mtu anaenda anakuwa anakukataa au anakwenda zake. Hicho basi unakubali.
Na wewe unaweza kwenda kujitahidi wakati unajidhalilisha mtu anayekutaka, mwanaume anayefaa. Kwa msichana anayekupenda kweli. Kumgusa hajali, hicho si tatizo. Hiyo inawaletea furaha. Kati ya kuficha hisia na unajidanganya kuwa mna uhusiano. Haya ndiyo mambo yanayotokea. Hapo unapoendelea kumwangalia msichana mko hapo mnacheka tu kama marafiki. Anakuona kama rafiki mzuri. Hiyo ndiyo na hakupendi. Mwanaume anapomfuata msichana na kujaribu kumgusa, lakini anakataa na kucheka, anakufanya uone kama mpumbavu. Unajisemea hapa si pazuri, hakuna matumaini mapya. Hayo mambo yanaonyesha kuwa hakupendi. Wewe unavyojaribu hataki. Wasichana wanapokutana na mtu wanayempenda wanataka kuonekana wako vizuri na kufurahi. Lakini wewe unafanya hii juhudi kwa bure. Msichana anayekupenda kweli anataka kuguswa na wewe. Anafurahia. Msichana anapokupenda, mkiwa wawili mnakuwa mnafurahia. Anataka kuguswa zaidi. Hiyo ndiyo mwisho wake. Yote hayo mambo tumeyasema. Kama kuna kitu unaona kwa msichana au hajakujibu vizuri, au mko pamoja kila wakati lakini hakuna maendeleo, na unaona hizi dalili, jinsi ilivyo imeenda kwa huyo mwingine, ni kwa ajili ya mtu mwingine, wewe ondoka kwake. Tulia. Maisha yanaendelea. Hayo mambo ya kuendelea yanawafanya mjidhalilishe na hayana matunda. Na tena kama unataka kuendelea mbele kwenye fikra zako, haya yote yakikusanyika yatakuletea maarifa ya mafanikio. Fanya subscribe. Na usisahau pia kuacha comment rafiki, tunasoma. Ambacho tunatamani, ambacho tunakuongelea, ni kwenye channel yenu Ahadi Divertissement. Upo hapa. Shiriki kama unataka wewe mwenyewe.